Usiku wa jiji la Dar es Salaam ulikuwa umejaa mwanga wa taa na sauti za magari zikikatiza barabarani. David, kijana mwenye ndoto kubwa na moyo wa upendo, alikuwa amekaa pembeni ya ufukwe wa Coco Beach akitazama mawimbi ya maji. Kila mtu aliyemjua David alimuona kama mtu mwenye furaha sana, lakini ndani ya moyo wake David alijawa na upweke mkubwa sana. Siku hiyo David hakujua kwamba ndio siku ambapo maisha yake yalikuwa karibu kubadilika. Akiwa ametulia hapo baharini, simu yake iliita ghafla. "Hello," alisema kwa sauti ya utulivu. Upande wa pili wa simu ilisikika sauti nzuri kabisa, laini ya msichana. "Samahani, naongea na David?" "Ndiyo, ni mimi," alijibu David, huku akiwa na wasiwasi bila kujua ni nani alompigia simu. "Kuna mtu alinipatia namba yako. Alisema wewe unaweza kunisaidia, kwa maana huwa unawasaidia watu wanaotafuta inspiration, na mimi ni mmoja wao. Nimeona nikupigie niweze kuzungumza na wewe." David alitabasamu kidogo. "Labda, inategemea unahitaji nini." Msichana huyo alikuwa anaitwa Amina. Amina alikuwa mwanafunzi wa chuo mwenye ndoto za kuwa mwandishi maarufu kabisa wa hadithi. Lakini maisha yake Amina ilikuwa amevunjwa moyo. Amina alikuwa amevunjika moyo baada ya kuumizwa kwenye mapenzi. Mazungumzo yao yakaanza kuwa ya kila siku. David na Amina waliendelea kuwasiliana kila siku, usiku, mchana, asubuhi na kila muda. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, David alianza kuhisi tofauti moyoni mwake. Alihisi kabisa kuna kitu katika moyo wake, na kadri sauti ya Amina alivyokuwa anaisikia mara kwa mara, ilikuwa inampa amani ambayo hakuwahi kuipata kwa muda mrefu sana. Lakini kulikuwa na siri kubwa sana iko nyuma. David hakuijua siri hiyo ni siri gani. Je, unapenda kujua hiyo ilikuwa ni siri gani? Basi usikose kutufuatilia katika sehemu ya pili ya hadithi yetu hii ya Moyo wa Siri. Karibu sana, subscribe, ufollow, share na kukomenti kwenye akaunti zetu za TikTok, YouTube, Facebook pamoja na Instagram. Karibu.